Tunaendelea pale pale tulipoishia. Huu msimu ulivyohisi kama kuna mtu anaendaga kwa Salma, akasema ngoja niende, na alipofika akaambia wewe, naomba niambie ni nani ambaye anakujaga hapa. Na Salma alivyoona huu msimu umezidi kuwa mkali, akawa hana jinsi tu, ikabidi aanze kumuelezea kwamba ni kweli kuna mtu ambaye nilikuwa nimemuona na anakujaga hapa. Akasema unasemaje? Naomba niambie kile kitu ambacho kinaendelea huko ndani. Na Salma akasema ndio, nilivyomuona nikaanza kutengeneza mbinu ili tuweze kuondoka, na aliniahidi kwamba atakuja kunichukua ili tuweze kuondoka hapa. Na Salma hapa akawa anasema sasa naenda kuanza maisha yangu mengine kabisa. Ina maana sasa kati anaendelea kumuelezea huu mzimu ukasema kwamba ina maana kumbe kuna mtu alikuwa anaingia huko ndani. Na Salma akasema lakini ulitufumania, ndio maana nimeshindwa kuendelea na huu mpango. Lakini akamwambia sasa nakwambiaje, na kupeleka sehemu ambayo hautoonekana, hautomsikia mtu yoyote. Na kweli bwana akafanya mambo yake kichawi na akamfungulia njia ili aweze kumtupia huko, na akamwambia hautokuja kumuona tena huyo mtu, na akamkata zile nywele zake za maajabu na akamuingiza ile sehemu, na akamwambia sasa hii ni sehemu ambayo nakutupia kwenye mawimbi na upepo mkali. Na Salma hapa alikuwa kuna upepo mkali, kwa kawa kujikunyata hivi kwa sababu ulikuwa na baridi kali. Na mshikaji bwana kesho yake alipofika kama kawaida yake kaniita Salma, shusha ngazi chini. Na kweli bwana akashushua ngazi, lakini anaingia ndani akutana na ule mzimu. Akasema yupo wapi? Akasema sasa hutomuona tena, na nimempeleka sehemu ambayo hutomuona tena, atakufa. Na jamaa akaona hana muda wa kupoteza bwana, akabidi aruke, na kwa sababu hamna ngazi tena akadondoka mpaka chini ili aweze tu kwenda kumfuata Salma. Na hayo yote jamaa anayafanya ni mapenzi. Na alivodondoka chini akaanza kutembea mdogo mdogo, akawa anapita sehemu zenye milima na mabonde, maji, ili tu aweze kufika. Na mwanamke alipofika huku akawa anaimba tu nyimbo yake, kama kweli ananihitaji na kunipenda basi ataweza kufika huku nilipo. Na mshikaji kati anaendelea kutembea, ghafla akasikia sauti, akasema ni sauti yake, ina maana namkaribia. Baada ya muda kidogo jamaa aliendelea kutembea, na baada ya muda akamuona, akamwambia ni wewe. Wakamwambia ni wewe, wakakumbatiana kwa furaha sana baada ya kuonana, kwa sababu Salma hakuamini kama mshikaji anaweza kafika mpaka sehemu hii, na mpaka akawa anatoa machozi. Na mshikaji akawa anamwambia usilie, lazima nikupeleke sasa sehemu ambayo mimi nilikuwa naishi, maana nimefurahi sana. Wakakumbatiana na Salma akaanza kama kawaida yake kuimba, kwa sababu alikuwa anajua jamaa anapenda sana muziki na alipenda kwa sababu ya muziki. Na wakati wanaendelea kutembea wanaelekea jamaa, na wakati wanaendelea kutembea kule wakawa wamefanikiwa kufika karibu na alipokuwa anakaa yule mshikaji, na ni mji mzuri sana. Na hapa Salma ikabidi amuulize, unataka kuniambia hii ndo dunia yako na nyumbani kwako? Na jamaa akasema huko ndo anapoishi. Na jamaa kule akamfikisha mpaka nyumbani. Alivyomfikisha kama jamani anaitwa Salma, na watu walipiga sana makofi na wakapigana makisi na wakasema tumempokea kwa pamoja, na huyo ndo malikia wa eneo letu, kwa sababu jamaa alikuwa hajaoa. Salma alifurahi sana na maisha yake yanaanza kubadilika, na Salma alikuwa ni mwanamke ambaye amependeza sana, hata zile nywele ambazo alikuwa amekatwa zikaanza kuota tena. Na Salma alikuwa ameenda garden kutembea, akawa na enjoy yale mazingira ambayo alikuwa anaishi, kwa sababu hata siku moja alikuwa hajawahi kuishi huko, alikuwa anaishi kule ambapo alikuwa amewekwa na yule mzimu. Na hapa waliendelea kukumbatiana na maisha yao yaliendelea, na huu ndio upendo wa kweli. Yani mshikaji aliamua kwenda kumfuata Salma, akujali ni wapi alipopelekwa na matatizo aina gani, lakini kwa sababu alimpenda alimfuata, na maisha yao kweli ya furaha yaliendelea mpaka wakavaa nguo za kutaka kuoana. Na mshikaji akamwambia mimi nakupenda na nahitaji kukuoa, na kweli walivalishana shela na wakaenda sehemu ya mbali kuendelea kumuonesha mazingira, kwa sababu Salma alikuwa anapenda sana garden. Na Salma aliendelea kupanda zake mimea, akaendelea kuenjoy maisha yake. Bwana, huu ndio upendo wa kweli. Mwanamke atakipitia shida gani, mwanaume anabidi upambane, ndio kama mshikaji Justin alivyotuonesha kwa Salma. Na hapo alikuwa anafurahi, unajua kupanda maua, akamwambia ndio, na maisha yaliendelea. Na Salma alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana kusoma vitabu. Wakati anaendelea kusoma zake vitabu, maisha yake mengine yanaendelea, na mshikaji akawa anamfundisha maeneo yote ya pale, kwa sababu anakaribia kuwa malikia ya ile eneo. Kwa kana muelekeza kwamba bwana inabidi ukienda sokoni unapita huku, ukipita huku unaenda huku. Na kweli bwana Salma kama amefanikiwa kwenda mpaka sokoni. Akasema hii ni kwa sipajui huko, no. Akasema lakini kwa sababu ya mshikaji nimepajua. Na akakutana na watoto, alikuwa anaenjoy sana, na watoto wakawa wanampeleka kumuzia maua, mboga mboga, na Salma alikuwa anaenjoy maisha yake. Na hapa Salma alikuwa anampisha, anaelekeza jinsi ya kupika, anaomba malkia koroga. Alikuwa anaenjoy sana ile maisha. Na leo alikuwa ametoka out na Justin, walikuwa wanatumia usafiri wa farasi, na wakaendelea kutembea huko wanapiga story, na wakawa wanapiga story kuhusu maua. Na akaniambia napenda sana ya maua, akaniambia usijali leo nakutembeza. Na wakafika sehemu akawa anamuonesha mandhari ya mito, maji, na mshikaji akawa anaendelea kuenjoy penzi lake na Salma. Na hapa ikawa siku yao ya kuendelea furaha, kwa sababu unajua ndoa unapokuwa unaolewa kwenye ufalme, ndoa hiyo ya siku moja ndio inakuwa ni endelevu. Na hapa Salma akawa anacheza na Justin na watu wanapiga makofi, na Salma ndio maisha ambayo hajawahi kuishi. Siku zikazidi kwenda mbele.
Na hapa Salma akawa anaongea mwenyewe kwamba ni maisha yangu mapya, na akawa na enjoy mazingira ambayo anakutana nayo pale, na maisha yao yaliendelea. Na mshikaji alimpeleka Salma sehemu ambayo ni juu kabisa ya milima, ina upepo mkali, kwa sababu alijua Salma anapenda mazingira, anapenda maua, anapenda kuenjoy, na jamaa alizidi kumpeleka zidi kujua maeneo mengine na mengine ambapo alipokuwa anaishi, kwa sababu Salma toka dogo yake alikulia msituni kule. Na hapa akamempeleka baharini, na Salma akaona zile yale makobe au mapango ambayo anakuaga mabaharini, na alifurahi sana, akasema ni nzuri, na wakaanza maisha yao mengine bwana. Salma akajifanikiwa kupata mtoto wao wa kwanza, na mtoto walipomzaa jina lake alikuwa anaitwa Kitochi, na walipompata mtoto jina lake anaitwa Kitochi, mtoto alizidi kukua, na Salma alikuwa anampenda sana, na akasema wewe ndo mtoto wangu wa pekee katika maisha yangu. Na jamaa naye akaja, wakazidi kufurahi kumwangalia mtoto amelala, akawa na enjoy, naye ndo mapenzi kweli. Sio mtu ndo jamani, unazaa mtu na mtu amna hata muda ukaa karibu kumlea mtoto, hata kama mnakuwa busy na majukumu, pata kamda kadogo ukaa na mtoto wako na mkeo mnacheza. Na hapo aliendelea kucheza na mtoto ambaye anaitwa Kitochi, na mpaka watu wakawa na fly. Na Salma kadri siku zinavyozidi kwenda, nywele zake za ajabu zikazidi kukua tena. Tunakumbuka ule mzimu ulimkata zile nywele, lakini nywele zikaendelea kuwa kubwa. Na hapa Salma akaendelea kumwimbia mtoto wake nyimbo kwamba wewe ndo kwangu peke yangu. Na jamaa naye alikuwa anakuja kwenye garden, kwa sababu Salma alikuwa anapenda sana garden. Wakawa wanakumbatiana na maisha yao mengine aliendelea. Na kadri siku zinavyozidi kwenda, mtoto alikuwa anazidi kuwa mkubwa, na nywele za Salma zilikuwa zinazidi kuwa kubwa. Na hapa Salma kama amekuja mwenyewe kwenye garden, kwa sababu mna kitu alichokuwa anajisikia furaha kama akienda sehemu yenye maua, mandhari tulivu ya pekee, na alikuwa ana enjoy sana. Na Salma ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana kuimba. Hata alipofika hapa akaanza kushukuru kwa kuimba, huko anatoa sauti yake nzuri. Na hapa wakawa wamekusanyika kama familia, wanakula, wanapiga cheers baada ya kupata mtoto, na mtoto wao tayari alikuwa ameshakuwa mkubwa. Na Salma akana muimbia mpenzi wake bana. Hii story ni tamu sana na inafundisha sana, na usitoke hapo. Na ndo kwa mwisho wa episode yetu. Subscribe na kucomment. Kwa majina naitwa Shaka Zulu. Kama umependa story, toa comment, tuongeza nini, toa comment, lakini muda sio mrefu na waletea mzigo mpya. Nawapenda sana. Thanks for your time. My name is Shaka Zulu. Love you guys.